ambazo zinarudi kwa kweli kumekucha na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nyinyi na sisi. Mwenyezi Mungu katujalia baraka, tumesafiri salama mpaka kufika Dar es Salaam. Tusharudi nyumbani. Na sisi tunataka kuwaambia ndugu zetu waliotucheka kuwa tayari kabingwa tushatoka na wao wamo. Mpaka sasa hivi tunaongea timu za Tanzania, hili ni anguko la Tanzania. Kwa sababu angalau wanatucheka sisi, hili ni anguko la Tanzania. Kwa hiyo maana timu za Tanzania zote zimeishia group stage, hakuna hata timu moja iliyoenda. Sasa kuchekana, si kusomeana, tumerudi kwenye ligi kuu na CRDB. Tunawaambia sisi sio milima, tutaonana. Sasa tushauri ligi kuu, tumekuja kuonana. Yaani saizi kazi yetu inaanza sasa, kamata finya tia ndani. Kamata finya tia ndani. Muda tayari ushaanza. Naambiwa wenye furaha sio Waarabu. Furaha zaidi ni Waarabu kutoka Tanzania. Hilo kweli mimi nimekubali, wenye furaha Waarabu kutoka Tanzania. Na ukitaka kuona vituko vya mpira basi njoo uishi kwenye nchi ya Tanzania. Utaona vituko vya mpira. Kwa sababu nakwambia ukitaka kuja kuviona vituko vya mpira njoo kwenye nchi ya Tanzania, ndio unakuja kuviona hapa. Mtu yeye yupo nafasi ya mwisho, anaenda kumcheka mtu yupo nafasi ya 3. Sasa muangalie, utamwona ana akili timamu. Yeye ana pointi 5, anaenda kumcheka mtu mwenye pointi 8. Hapo ndipo utaenda kuona kweli mpira Tanzania una shida. Na ukitaka kujua, sisi tukisema mashabiki wa Yanga msitufananishe na mashabiki wa Simba sehemu kama hii. Ikifika sehemu kama hii huwezi kwenda kumfananisha shabiki wa Yanga na shabiki wa Simba. Shabiki wa Yanga alifungwa mechi na National Ali. Shabiki wa Yanga alienda kutoa sare ya 1-1 na National Ali. Shabiki wa Yanga alienda kufungwa na FAR. Si ushelewa? Hujamsikia shabiki wa Yanga kaja kwenu nyinyi kuongea engineers hafai, GSM hafai, au mchezaji yote ana matatizo. Tulikuambia tumeenda kupoteza mchezo, tunaenda kujipanga, mechi ya mwisho Guantanamo Bay aende mtu akafe. Na kweli tumeenda kujipanga, chuma 3 mtu amekufa. Kawaangalie wenzetu wamekuwa kama sigara kali. Kaangalie shabiki wa Simba anakuwa kama kichaa, leo ana akili timamu, kesho anakuwa mweu. Kawaangalie utawaona wakifungwa Simba wanakuambia Mangungu hafai. Wakifungwa tena wanakuambia tajiri wao hafai apishe au anauza vitu kwenye sumu. Wameshinda na Stade Malini ambayo wao hawaendi popote. Sio, nisikilize vizuri. Wameenda kucheza mechi ya mwisho na Stade Malini. Yaani wamefungwa, maana wamefeli. Hawaendi popote. Wanaenda kumkumbatia Mangungu na wanaenda kumshangilia. Juzi wamemkataa, leo wanakuja kumshangilia. Wewe unaona watu wana akili timamu? Kwa hiyo sisi usitufananishe na mashabiki wa Simba. Tena mimi nawaambia mashabiki wa Yanga, ukimwona mtu anakufananisha na shabiki wa Simba, mpige kibao. Ukienda ndani nitakuja kukutoa. Pamoja na yote ambayo unazungumza, baada ya game ya Stade Malini ambayo iliwakamilishia ratiba yao kwamba wao kufuzu wanashiriki. Maneno yalikuwa ni mengi sana. Wangu baada ya mechi ya Stade Malini, kweli kila shabiki wa Simba ulikuwa unamsikia anaitaka Yanga, anaitaka Yanga tarehe 1, anaitaka Yanga, anaitaka tarehe 1. Baada ya tokea jana usiku mpaka leo nimetoka Zanzibar mpaka saizi nipo kaburi moja, sijamsikia shabiki wa Simba hata mmoja anakuambia anaitaka Yanga tarehe 1. Unasikia nini? Wangu waliposikia mechi inaenda kuchezwa Guantanamo Bay, washatoka kwenye njia, wanajua Guantanamo Yanga amwachaji mtu salama. Na hili lazima niwapongeze viongozi wa Yanga wasikivu. Sisi tunapenda kuwa na viongozi wasikivu, kwa sababu sisi wanachama wa Yanga na mashabiki wa Yanga tulikuwa tunawaomba viongozi wetu mechi yetu sisi na Simba tarehe 1 iende kuchezwa Zanzibar. Kweli viongozi wetu wamekubali mechi ya sisi na Zanzibar sisi na Simba tarehe 1 inaenda kuchezwa Zanzibar. Tunawaambia Simba karibuni Zanzibar. Kule kunaitwa Guantanamo Bay. Mlango wa kupita getini uko mmoja. Wakitaka watapita, hawataki watapita. Tunawaambia tukutane Zanzibar. Baada ya viongozi wa Yanga kukubali ombi hili la sisi na Simba tuende kucheza Zanzibar, na viongozi wametuthibitishia mechi yetu sisi na Simba inaenda kuchezwa Zanzibar.
tunapeleka ombi lingine kwa viongozi wa Yanga. Ombi hili tunapeleka kwa viongozi wa Yanga. Mwaka huu kuna mtoto anaipambania Yanga sana, anaitwa Suda Yanga. Suda Yanga mwaka huu katimiza miaka 7. Huu mwaka 2026 Suda Yanga ametimiza miaka 7 kutokana anaipambania Yanga sana. Yanga akamfunga Simba baki tubaki mara 6. Kwa hiyo hii mechi tunawaomba viongozi wa Yanga tuipe jina la Suda Day, kwa sababu tukienda kumfunga Simba mara ya 7 itakuwa tumeenda kumwekea huyu dogo historia alivyotimiza miaka 7 na Simba alienda kupigwa na Yanga baki tubaki mara 7. Kwa hiyo atakuwa na historia ndani ya maisha yake kuwa alikuwa anaipambania timu ya Yanga na timu ya Yanga naye ilimjali Suda. Yeye katimiza miaka 7 na tunaenda kumfunga Simba baki tubaki mara 7. Kwa maneno ambayo walikuwa wanazungumza Simba kwamba tarehe moja wanataka. Nadhani nini kitu kinawapa asaki? She wangu shabiki wa Simba wakikanya na nyinyi waandishi wa habari watakuambieni wanaitaka Yanga. Hilo wakikaa wao wenyewe kwa wenyewe hawawezi kukuambia shabiki wa Simba anaitaka Yanga. She wangu pasi, labda nikwambie shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Na kurudia tena ndugu yangu pasi, shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kwenda kukutana na Yanga. Anawajua desturi ya Yanga Afrika. Sisi tupo tayari kufungwa na madereva bodaboda, sio Simba. Na kurudia tena nakwambia, sisi tupo tayari kufungwa na madereva bodaboda, sio Simba. Hiyo quality kwa sasa hawana ya kushindana na. Kwa quality ukija kuitizama hata Yanga inavyocheza, Simba inavyocheza, Simba haina quality ya kwenda kuwafunga Yanga. Sio upande wa uongozi, sio upande wa wachezaji, sio upande wa benchi la ufundi. Simba ameachwa mbali sana na Yanga. Hata kwenye utendaji wa klabu huwezi kwenda kuwafananisha Simba na Yanga. Hata kwenye upande wa mashabiki huwezi kumfananisha shabiki wa Simba na Yanga. Vitu vili tofauti. Tena mimi nawaambia mashabiki wa Yanga, mtu akikufananisha sawa na shabiki wa Simba mpige kibao, mimi nitakufuata polisi. Kwa hiyo kuelekea tarehe moja Zanzibar, tarajie ngapi kansi naenda kuendeleza walipoishia na kuelekea ubingwa wa ligi. She wangu mimi ninachofurahi viongozi wa Yanga wametukubalia ombi letu. Mechi ya Simba na Yanga inaenda kuchezwa Zanzibar. Na mechi inaenda kuchezwa saa 2:30 usiku. Hapa mimi nikwambie kabisa. Sisi si wenyeji na sisi ndio tunatoka Zanzibar na viongozi wetu washatuambia. Uzuri wa viongozi wa Yanga sio kituambia ndio elimu. Solo, lakini upande wa Simba kuna mtu anaitwa Ino Lwemba. Nani? Ino Lwemba. Ino nani? Lwemba. Lwemba. Lwemba uembe. Huyo akafanya nini? Hatari sana ule mshikaji. Kafanya hatari gani? Ana goli ngapi? Sababu kasajiliwa dirisha dogo, si ndio? Kacheza mechi ngapi? Nadhani mechi 4. Ndio. Ana goli ngapi? Mechi 3. Ana goli ngapi? Ana goli. Ila ana hatari tu. Sasa kawaambie huku kuna mtu anaitwa Depp. Sawa?